aliyekuwa ajenti mkuu wa chama cha Azimio la Umoja katika uchaguzi uliopita, Bwana Saitabau Ole Kanchori ameondoa uficho wa machafuko ya nyuma ya pazia, mizozo ya mamlaka na mizozo kati ya wasimamizi wakuu wa kampeni ambayo iliweza kuwasababisha kupoteza kiti cha urais. Bwana Kanchori katika kitabu chake kipya kilichotolewa ambacho kimenukuliwa Why Baba is not the fifth, anaeleza kituo cha kusimamia uchaguzi cha muungano ambacho kilikuwa chini ya kakake mdogo wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye anajulikana kama Muhoho Kenyatta kama mnara wa Babeli, akifichua madai ya vita baridi kati aliyekuwa rais, waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano Joy Mucheru na aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Karanja Kibicho. Kitabu hicho kinazungumzia jinsi baadhi ya maafisa wakuu wa serikali ya Bwana Kenyatta walisalia kutopenda kumfanyia kampeni Bwana Odinga. Anasema baadhi ya mawaziri wa zamani na maafisa wengine wakuu serikalini walihisi kuwa watafika kwa watu wa ndani wa Bwana Odinga mbele ya watu wengine ambao tayari walikuwa karibu naye. Baadhi pia walihisi kutengwa baada ya waziri mkuu huyo wa zamani kufichua baraza lake la mawaziri ambalo liliwatenga, siku ambayo alimtaja mgombea mwenza wake Martha Karua katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta ambacho kinafahamika kama KICC. Anadai kuwa wengi wa viongozi wakuu waliamua kutumia kipindi cha kampeni kujipatia pesa tayari kwa ajili ya kurejea nyumbani kwa sababu ya hisia kwamba hawakuweza kufikia serikali ya Bwana Odinga. Alitoa mfano ambapo mgeni wa mmoja wa waziri wa zamani alikutana na rundo la fedha katika afisi yake. Bwana Kanchori pia amewaweka katibu mkuu wa Azimio Junet Mohamed na msemaji wa kampeni ya urais wa Bwana Odinga Makau Mtua katikati ya machafuko na upotovu katika kituo chake cha uongozi kilichokuwa Westlands. Wawili hao hapo awali walipinga madai kuwa walikuwa miongoni mwa waliovuruga kampeni za urais za Bwana Odinga. Bwana Kanchori anaorodhesha Bwana Muhoho, Bwana Mohamed, Bwana Mucheru, Makau Mtua kuwa watu muhimu katika uendeshaji wa kituo cha neva cha uchaguzi kilichokuwa Westlands. Kitabu hicho kinazungumzia jinsi afisa mkuu mtendaji wa Azimio Elizabeth Meyo alivyotengwa licha ya kutumia muda wake mwingi katika kituo cha makamanda. Mkurugenzi mtendaji wa ODM Oduor Ongwen alitengwa kwa usawa kutoka kituo cha neva baada ya kushutumiwa kuendesha operesheni sambamba. Baadaye alisimamisha shughuli kwa kupinga. Wakili wa Bwana Odinga Paul Mwangi na Profesa Isaya Kindiki na Daktari Caroline Karugu ambao walihudumu kama naibu maajenti wakuu wa Bwana Odinga pia waliozuiliwa katika operesheni hiyo ni pamoja na wakili wa Bwana Odinga. Wakati wa Daktari Kibicho, Bwana Kanchori anasema kuwa timu ilikuwa makini na yenye mwelekeo wa matokeo na ilikuwa na malengo ya wazi. Hata hivyo, wakati wote huo kumekuwa na msukumano wa kimya kimya ukimpisha Daktari Kibicho dhidi ya Bwana Mucheru. Kitabu hicho kinaongeza Kibicho akiwa ameondolewa na Profesa Makau Mtua kuwekwa katikati ya shirika lisilofanya kazi vizuri, Mucheru angekuwa nafasi kuu. Bwana Kanchori anaendelea kutilia shaka kujitolea kwa Profesa Mtua kwa ushindi wa Bwana Odinga na anasema kuwa katika mojawapo ya mazungumzo yao alimuuliza Profesa Makau Mtua ni jukumu gani angetaka kutekeleza katika urais wa Bwana Odinga. Anasema Azimio ingeweza kuzuia udanganyifu wowote katika uchaguzi kama kituo chake cha umri kingefanyiwa kazi kulingana na mpango. Kitabu hicho pia kinapuuzilia mbali mazungumzo kwamba nchi za magharibi zilipanga njama dhidi ya Bwana Odinga na kumpendelea Rais William Ruto, na Bwana Kanchori anasema baadhi ya masuala yaliyoibua dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC yalidokezwa kwao na baadhi ya misheni za kigeni nchini. Brian Kibwage, Kisii Hot TV.